Muulize Ali Kamwe swali la mwisho. Maana natakiwa kwenda kwa Kigoma kielekea kikatembea mtaani press conference. Lakini Mauli, kwa ruksa yako, hata mashabiki wangu kadhaa wazungumze kidogo. Kimaliza basi wewe. Sawa. Kwanza Ali Kamwe, pole sana kwa ikadhi ambayo inaendelea ukihusishwa na hilo swala la kupigwa nyundo ya miaka 2. Bana, shukrani. Na kabla uliendelea swali lako, mimi ni binadamu ndugu yangu. Ndio. Siku ya juzi jana nimepokea message nyingi, nimeona maandiko mengi, watu wakinipa pole, wakinifariji, japo sio taarifa rasmi, lakini na mimi niseme shukrani jamani kwa kujali, shukrani kwa upendo wenu. Nimesoma, siwezi kujibu kila mmoja ambaye nimechelewa au nimeghaflia kutokujibu, ujue message yako nimeisoma na nimefarijika, na Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah. Amen. Yes, tangu kuanza kwa msimu wenu tarehe 8 Agosti mwaka jana mpaka mechi ya mwisho ambayo mmetoka kucheza kwenye ligi, mmeshafunga jumla ya mabao 84 so far. Ina maana mna deni la takriban goli 16 peke yake kufikia century of goals 100. Rekodi ambayo itakuwa ni kwa mara ya kwanza kwa klabu ya Tanzania. Yes, kwa msimu mzima, michuano yote. Msimu huu. Yes. Last season tulifunga goli zaidi ya 100 shehe. 100 na ngapi? Tulifunga goli 100 kama na 68 mwaka michuano yote last season. Mpaka sasa hivi kwenye ligi tayari mmeshacheza jumla mechi 22, na maana mna mechi 8 pamoja na mechi za kombe la FA. Ina maana mna mahali pa kuweza kurekebisha. Yes. Ninachojaribu kukilenga hapa, ama swali langu lipo mahali hapa. Mnachokiperform ndani ya kiwanja kinavutia upande wa results, lakini kwenye upande wa management, hasa kwenye benchi la ufundi, hakuja kuwa na utulivu. Ingetoka za makocha zimekuwa nyingi sana. Sikumbuki kwa siku za karibuni ni mwaka gani Young Africans iliongozwa na makocha 3 ndani ya msimu mmoja, na hata msimu haujafika kwenye robo ya mwisho ya msimu. Hii kuelekea mechi ya kesho inawapa mchecheto kwa kiasi gani, hasa wachezaji? Mnaenda kuikabili Simba mkiongozwa na Miludi ambaye hajawahi kuikabili Simba. For the first time anaenda kuikabili Simba. Na Simba yenyewe sio kwamba ni mpeche. Kwenye ligi peke yake wana mabao 48, 46 hivi sasa. Kwa bara zima la Afrika, timu pekee ambazo wanaizidi Simba Sports kwa idadi ya magoli ni Young Africans pamoja na Mamelodi Sundowns. Mnaenda kutana na Simba ambayo ipo vizuri vile vile. Mabao 46 waliokuwa nayo kwa bara zima la Afrika, ligi 54, ligi kuu za bara la Afrika, ni Young Africans na Mamelodi Sundowns pekee yenye mabao 48 ambao wanazidi Simba. So, kiufundi mnaenda kukutana na wapinzani wenu wakati wote mpo katika viwango vya juu kabisa vya ubora. Sitopenda kugusa rekodi yao ya kimataifa ambayo mnaifahamu vema. Mna mchecheto kiasi gani na wachezaji wanajua ukubwa hiyo mechi? Hiyo ni kwa upande wa wachezaji kuelekea mechi ya kesho. Na upande wa viongozi, tunajua taji la ligi kuu ndio taji mama ambalo Young Africans wanalitolea macho sasa hivi mara baada ya kutokufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Hatima ya msimu wenu, kama mmefaulu au mmefeli, kwa asilimia kubwa imebebwa na mchezo wa kesho. Viongozi wamejiandaa kwa kiasi gani matokeo yasipokuwa kwa upande wenu, hasa mnaoenda kuwakabili mashabiki? Yes. Kwanza kuclarify hapo mwisho. Hatima ya Yanga ya msimu haijabebwa dakika 90 za kesho. Hatima ya Yanga ya msimu inabebwa baada ya mchezo 30. Ndio tutajua kama tumekosa ubingwa au tumepata ubingwa. Ubingwa na raha ukimfunga mtani Kamwe. Yaani unachokizungumza wewe labda kwa wageni wa jiji, kwa wenyeji hayo sio maneno mageni shehe. Kwa nini aliurejesha? Sisi kama uongozi, pressure pekee ambayo tuko nayo ni ubora wa Yanga ambao uliupitia katika misimu iliyopita. Sio ubora wa kumtazama mtu mwingine. Ubora wa Yanga ndio unatupa mawazo ili kila siku tufanye timu yetu iwe bora. Yanga haijawahi kuandaliwa kwa ajili ya mechi moja. Haijawahi kwenye historia yake. Yanga inaandaliwa kwa ajili ya target zake. Hii mechi ina point 3 shehe. Si ndio? Ina point 3. Nilitoa mfano siku fulani nikasema mzunguko wa kwanza ambao walijiweka wenyewe tulipata pointi 3. Lakini itulazimu tusubiri sare ya huyu Kolo na Azam ndio Yanga turudi kileleni. Maana yake tulichukua 3, lakini katika marathon ya ligi kuna sehemu tuliangusha point akarudi yeye kileleni. Sio vizuri ya koma tunakola.
Kolo. Hii kolo hii ni mpaka serikali itakaposema kwamba kolo ni kitenge ndio nitaacha kuitumia. Kitenge upo? Nipo. Wewe ni kolo? Sio Maana yangu ni kwamba pamoja na ukubwa, thamani na ugumu wa mchezo, bado uongozi hauwezi kusimama ukaambia wanachama eti ndio mechi yetu ya mwisho ya malengo. Hapana. Malengo ya Yanga ni kuchukua ubingwa wa ligi, kuchukua ubingwa wa kombe la CRDB. Ndio malengo ya Yanga Afrika. Na tunaamini inshallah tupo kwenye njia hiyo kuyaendea malengo yetu. Upande wa hizo rekodi ambazo umezisema, nashukuru sana umekuwa mkweli. Unajua kwa mtu ambaye amekusikiliza vizuri, yaani unachokifanya wewe shekhe ni kufanya chapati iumuke kama andazi. Unachokifanya wewe, yaani umetaja rekodi ya huyo kolo kwa msisitizo, goli 48 Afrika. Nikasema huyu shekhe ajui goli za Yanga, lakini baadaye ukasema aliyomzidi ni Yanga. Kamzidi ngapi? Wewe yasema hiyo ujue. Ndio bwana. Funga sasa goli 48 za kolo kafunga. 46. Goli 12 nyuma ya kinara wa ligi. Sasa mtu ambaye hajakusikia mgeni wa ligi hivi, huyu kafunga goli 46 atakuwa tishio. Kumbe kuna mtu ana goli 58 shehe. Ametulia kimya. Wewe bwana Nuai, takwimu huyu asikilizaji. Kwa sababu tunajua wana level yao, wana ubora wao, lakini dakika 90 za kesho inshallah sisi Yanga tunakwenda kuzipambania. Sawa. Wana Yanga kidogo. Mimi nimalizie ni tuwaachie mashabiki. Tulikuwa tukikaa hapo kwenye vipaza na wewe mwenyewe ukiwa shahidi. Ndio. Kila tunapomaliza kufanya analysis mimi mara nyingi tunatoa tathmini yetu kwa nani anaweza akashinda. Prediction. Mimi wewe sisi toa. Sawa, toa. Na Maulidi atoe tu, si ndio? Toe Maulidi hapa. Ile dabi ya 1-0 ndio nilisema tu direct hapa kwamba Yanga anaenda kushinda direct moja. Anaenda kushinda mchezo. Ndio. Ile ya Zanzibar nilisema matuta. Nakumbuka ya nani? Hii pia natoa prediction hapa. Tupe baba. Mechi hii baada ya muda mrefu sana Simba anaenda kushinda. Sawa. Na uzuri dunia imeona. Na uzuri wa hii tuna rekodi. Alafu wengine Jumatatu tunaanza kuicheza hii. Kabisa. Maulidi uicheze hii. Sawa, tutaicheza hiyo. Bana Paul service. Iwapo Khalid Aucho atamka katika ubora wake wa siku zote na iwapo Djigui Diarra hatopoteza focus dakika za mwisho wa mchezo, acha iwapo twende straight, jiamini kaka. Na iwapo striking pattern ya Young Africans ikiendelea kufanya vizuri kama inavyofanya mara zote, Simba anamfunga Yanga. Simba anamfunga wa pili huyo. Twende kaka. Baraka wa kitenge. Mimi huwa sitabirigi, lakini leo kwa mara ya kwanza nasema lete maneno Maulidi. Basi nikisema mimi utabiri wangu wanasema huwa upoteaji. Ndio. Na ziona goli 2-0 Young Africans anaenda kushinda. Sasa hebu zungumza tunaageni tutoke na Kigoma. Mimi